Wapendwa, tunawasalimu mara tena katika jina la Yesu Kristo. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo ikae nasi sote kwa siku hii ya Pentecost ambayo Bwana ametupatia. Amen. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupatia siku hii ya kumbukumbu. Siku ya kukumbuka namna ambavyo kanisa lilianza na maisha ya Kikristo namna inabidi ianze na kuendelea. Kwa wale ambao tumekuwa nao
tangu siku ya pili. Tangu siku ya pili tukawa na somo ambalo linasema kazi 28. Kazi 28 au 28 za Roho Mtakatifu katika maisha ya Kikristo. 28 œuvres du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Na kwa kweli somo hili ni ndefu. Tumelianza, lakini kwa siku hizo mbili ni kama nilifika kwa kazi 7. Lakini leo lazima kazi hizi zote tuzitaje basi. 28 pamoja na wakati, na amini neema ya Mungu itatuonekania ili tupate kueleza kazi za Roho Mtakatifu katika maisha ya Kikristo. Kabla hatujasoma au hatujaingia, tusome shairi ambalo limeandikwa kwa Injili ya Yesu Kristo kama alivyoandika Yohana, sura yake ya 16, na tusome kwa mstari wa 13. Injili ya Yesu Kristo kama alivyoandika Yohana, sura 16 na mstari wa 13. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayo yasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Neno la Bwana. Wapendwa, katika somo hili kubali nikwambie ya kwamba maisha ya Mkristo ambaye ameokoka ni shida, kwa maana leo tunaweza kuongeza neno linasema maisha ya Mkristo ambaye ameokoka kweli kweli. Ni maisha ambayo Roho Mtakatifu anakuwa na lengo kubwa ya kwamba akuongoze na akufikishe kwenye kweli yote. Hii Roho Mtakatifu akufikishe kwenye kweli yote, inabidi kazi kubwa anayoifanya Roho Mtakatifu ni kazi ya mabadiliko, kazi ya kubadili hali yako yote, utu wako wote, akili zako zote, hata mwili wako. Sema amina. Lazima hii uielewe.
wewe ambaye umeamini na umeokoka, unapopata wokovu, miongoni mwa yale ambayo unapokea, zaidi ya kuhesabiliwa haki, zaidi ya kuitwa mwana wa Mungu, unapokea Roho Mtakatifu. Inakuita katika hatua za Kikristo upate kubatizwa katika Roho Mtakatifu. Hii inaongeza uhusiano wako pamoja na Roho wa Mungu aliye mwalimu mkuu. Unapobatizwa na Roho, unafanya hatua ya kujazwa na kuishi maisha ya ujazo katika Roho Mtakatifu. Inazidisha tena uhusiano wako wa kiroho pamoja na Utatu Utakatifu. Unapokuwa katika hiyo hatua, mara unaanza kuongozwa na Roho, unaenenda katika Roho, unaishi kama vile Roho Mtakatifu anavyotaka. Yeye anakuwa directeur wa maisha yako. Sema amina. Wakati tunasema Yesu Kristo ni Bwana, il est le Seigneur, ina maana tunamfanya yeye ndiye awe na ustani, anaongoza, na wewe kama mwanafunzi wake unafuata maongozi yake, na hayo maongozi ni Roho Mtakatifu ndiye huyafanya. Sema amina. Sasa hii kazi anayoifanya Roho Mtakatifu katika maisha ya kila Mkristo baada ya wokovu ni kwamba analeta mabadiliko kwa kila hatua ambayo anayemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi. Roho huyu wa Mungu hubadili tena sana, na yale mabadiliko yanaanzia ndani. C'est un changement intérieur, une transformation intérieure ambayo Roho anafanya, na bila ambavyo anavifanya ndani vinajitokeza nje, na hata watu wanaweza kushuhudia na kusema hakika ameokoka, hakika anaenenda katika Roho. Semeni amina. Wapendwa, kitabu hiki cha Matendo ya Mitume ni kitabu ambacho hapo mwanzoni kiliitwa Matendo, Acts. Katika lugha ya Kigiriki ambamo kitabu hiki kiliandikwa kilikuwa kinaitwa Matendo. Act, matendo kwa neno lake la Kigiriki halisi ilikuwa na maana ya kusema mahali wanakoandika utendaji wa shujaa fulani. Les actes, c'était des récits, des réalisations des grands hommes ou des héros. Wale ambao walikuwa mashujaa walikuwa wanaandika marealization zao, na wakati wanaandika wanasema acte de tel aliyoyatenda. Na sasa katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume tunakuta sana deux grands personnages, watu mashujaa wa imani wawili. Mashujaa wa imani, mmoja ni Petro. Ukisoma kitabu hiki cha Matendo ya Mitume unakuta kwamba tangu sura ya 1 mpaka sura ya 12 ni mtume Petro ndiye anadhihirika sana kama personnage principal, yule ambaye anaonekana kuandikwa. Na kutoka sura ya 13
mpaka mwisho sura ya 28 unakuta ya kwamba wanaandika habari ya persona ya yule ambaye alikuwa kama shujaa wa imani, Paulo. Habari za Paulo. Na ikiwa tunataka kujifunza asubuhi ya leo kazi 28 za Roho Mtakatifu katika maisha ya Kikristo. Hii 28 inatokana na sura 28 ambazo zinakuwa katika hii kitabu ya Matendo. 28 chapitres. L'acte des apôtres est constitué de 28 chapitres et par conséquent, à chaque chapitre, nous allons dégager l'œuvre du Saint-Esprit. Kwa kila sura tunataka tuone nini Roho Mtakatifu alifanya na ile anataka kufanya kwako. Isiwe historia. Maisha ya Upentekoste, nisikilize vizuri. Kama umeamini, maisha ya imani yetu sisi wa Pentekoste sio maisha ya histoire. Hapana, ni maisha ambayo unaitwa kujiaproprie. Jipatie yale ambayo ni kama kazi alifanya kwa hii, na wewe aifanye ndani ya maisha yako. Sema amina. Kwa sababu kitabu hiki kikaitwa Acte, Matendo, lakini pamoja na wakati kikaitwa Matendo ya Mitume, les Actes des Apôtres. Lakini hata leo tunasema kinaweza kuitwa pia Matendo ya Roho Mtakatifu kupitia mitume. Na hata sisi leo tunaweza kusema Matendo ya Roho Mtakatifu kupitia kanisa lake leo la Sepak Philadelphia Mukukwe. Haleluya. Ndiyo, kwa maana lazima Roho Mtakatifu aifanye kazi. Na basi acha twende tuzione zile kazi 28. Ya kwanza tunasema, wakati mimi nasema ya kwanza, maana yake mimi nasema le chapitre 1er d'Actes. Nikisema ya pili, le chapitre 2. Nikisema ya tatu, le chapitre 3 jusqu'au chapitre 28. Le premier chapitre, sura ya kwanza ya Matendo ya Mitume. Somo ambalo natosha pale ni kwamba Roho Mtakatifu anabadilisha namna yako ya kusikia, au atabadilisha. Le Saint-Esprit changera votre façon ou la façon dont vous entendez. Atabadilisha namna yako ya kusikia. Unaposoma Matendo ya Mitume pale 1:5, neno la Bwana linasema, Yesu akawaambia msiondoke bado Jerusalem. 4:5 anasema, mlisikia Yohana alibatiza kwa maji mengi, lakini mimi nitawabatiza katika Roho Mtakatifu. Walisikia jambo. Ndiyo, wanafunzi walijua namna ambavyo Yohana Mbatizaji alikuwa anabatiza kwenye Yordani, lakini kusikia au kujua habari za kupokea Roho Mtakatifu, ubatizo katika Roho Mtakatifu, mimi nitawabatiza katika Roho Mtakatifu, ilikuwa jambo jipya kwao. Kamwe hawakujua bitakuwa aye na bitafanyikaji, lakini walisikia. Kwa wale tulikuwa nao siku ya pili, ndiyo nilisema baadaye njoyo Paulo alikuwa kuelewa hili neno, na ndipo akaandika katika Wakorinto wa pili, katika Wakorinto wa kwanza sura 2 mstari wa 9 na wa 10. Masikio
yale ambayo masikio haikusikia na macho haikuona, lakini katika roho na masikio ya rohoni na macho ya rohoni tutaviona vya rohoni. Haleluya! Lazima uelewe ya kwamba tu ne te limites pas sur le physique, sur le matériel. Hapana. Lazima katika maisha yako ya Kikristo panda ngazi, ukavione vya rohoni na ukavisikie vya rohoni, kwa maana Roho Mtakatifu anakupa uwezo wa kusikia kitofauti. 2. Ndipo tuende tupale nikomboe muda. 2 tunasema ya kwamba Roho Mtakatifu, kwa sura ya 2, Roho Mtakatifu atabadilisha namna yako ya kusema. Le Saint-Esprit changera votre façon de parler. Ukisoma pale kwa Matendo ya Mitume sura 2 na mstari wa 4, neno linasema wote wakajazwa wakasema kwa lugha nyingine. Ndiyo. Lakini kama unaenda mu Marko sura 16 na mstari wa 16 hadi 17, unakuta neno linasema wale watakaoamini na kubatizwa watapokea Roho, nao ishara hizi zitafuatana nao. Na miongoni mwa ishara zinazofuatana nao wanasema watasema kwa lugha. Yes. Ndiyo maana lazima Roho Mtakatifu abadilishe usemi wa Mkristo ambaye amehakikishwa kumpokea Roho, amehakikisha kubatizwa na Roho, amehakikisha kujazwa Roho, amehakikishwa kuongozwa na Roho maishani mwake mote. Unapobatizwa katika lugha mpya, unapobatizwa katika Roho Mtakatifu, unasema katika lugha ingine usiyoisikia. Hiyo ni kusema kwa lugha mpya. Na ukisoma kwa Wakorinto wa kwanza sura 13 mstari wa 1 inasema kuna lugha za wamalaika na kuna lugha za binadamu. Na unaweza kusema kwa lugha ya binadamu na atasikia ule mwanadamu lugha ya kwao, lakini wewe hauko nasikia kitu. Na tulikuwa hapa maombi, sijui ilikuwa siku ya kwanza nafikiri. Tulikuwa maombi siku ya kwanza na Pastor Mushaga akashuhudia. Akasema nilikuwa ninapanga ngambo ya Irambo. Si ndio vile? Na kumbe nilikuwa jirani wa Muislamu ambaye alikuwa ni shehe kabisa. Na sasa kumbe Mungu atatupatia kipindi ya maombi usiku nyumbani kwetu. Na sisi tukaanza kuomba, mimi na mke wangu maombi, na kumbe tukajazwa, tukasikia tunaanza kusema kwa lugha. Tukajazwa. Mimi sisikie vyenye niko nasema, nikakata. Asubuhi naona ule shehe anakuja nyumbani. Anasema nyinyi mnajifanyishaka. Wewe uko unajua vile ulikuwa unasema jana usiku vile ulikuwa unaomba. Mbona ulikuwa unaomba mkiarabu mulugha yetu ya Waislamu? Chapa makofi kwa Bwana. Haleluya. 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 Ndio. Kama Mungu iko na communication atafanya kwa mtu awaye yote ampendaye, atakutia katika lugha, lakini ile lugha iko inatumika, mwingine ataisikia na nasikia huko nasema. Lakini kusema kwa lugha mpya, neno la Bwana linatuambia
katika Yakobo sura 3 mstari wa 10 na 11. Sikilizeni wandugu, ulimi wako hauko ulimi wa kusema n'importe quoi. Haiko ulimi wa kusema maneno haizuru gani. Tumewekwa hapa sisi ili tupate kubariki, hapana kulaani. Sema amena. Iko uchungu sana. Umsikie Mkristo, usikie mtumishi, mwinjilisti, shemasi, pasteur au mchungaji anajipermettre kulaani na kutosha maneno ya laana mkinywa chake. Hiyo sio kazi yetu. Neno la Bwana linasema, je, ulimi unaomshukuru Mungu tuutumie kwa laana? Ulimi unaomtukuza Bwana tuutumie kwa laana? Neno linasema la hasha. Inasema, je, mto mmoja unaweza kutosha maji matamu na utoshe maji mazuri? Hapana. Semeni amina. Lazima Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako anabadili lugha yako. Unakuwa mwenye kubariki, unakuwa mwenye kunena katika lugha iwe ya binadamu au iwe lugha ya malaika. Amina. Roho Mtakatifu anasema ni roho wa kweli. Ni roho ambaye atakusaidia ulimi wako usiseme uongo. Ulimi wako usichonganishe watu. Ulimi wako usinene mabaya, bali ulimi wako useme kweli. Sema amina. 3e chapitre. Kwa sura ya 3 tunasema Roho wa Mungu atabadilisha hali yako ya muonekanio. L'Esprit de Dieu changera votre apparence. Ndio, Roho wa Mungu huwa anabadili muonekanio wa nje. Muda wetu umepita sana, lakini pale niseme, hii ni habari ya Petro pamoja na Yohana wanakutana na yule kiwete. Ce qui est vrai, iliyo kweli ni kwamba Petro na Yohana walipobatizwa na Roho Mtakatifu kwenye chumba cha ndani, wanatoka wanaanza kamata zoezi ya kuingia hekaluni kila 15 waanze kuomba na kumtukuza Bwana. Yule kilema kiwete aliyekuwa pale, si kwamba ndio ilikuwa ya kwanza naona Petro na Yohana. No. Lakini ile siku walikuwa na hali nyingine yenye mwangaro. Semeni amina. Acha nikuambie, Roho Mtakatifu anapotawala maisha yako anaiongoza. Ninakuambia ya kwamba hata afya yako nje itazihirika Roho wa Mungu ndani yake. Mkamate mtu mmoja tu mwenye miaka kama mimi, lakini mpagani mlevi. Utamfikiria huyo mtu ana miaka 18, 19. Na ijapokuwa tuko sawa. Atuwezeshe Bwana. Ndio maana Roho wa Mungu ndani yako ni mafuta. Ni mafuta. Nasema ni mafuta. L'Esprit de Jésus changera votre expérience. Roho wa Mungu atabadilisha mazoefu yako. Kwa wale ambao wako wanaandika, utakuta ninaandika pale mashairi na ninaiweka kati entre parenthèses. Hiyo mashairi ni ya kukuonyesha ile roho wa Yesu utaikuta kushairi gani.
Kama unanifuata mzuri, hapa niko ninataja majina tofauti ya Roho Mtakatifu. Nilianza na Roho Mtakatifu, Saint-Esprit, naingia kwa Esprit Saint, mimi natoka naingia kwa Esprit de Dieu, mimi niko kwa Esprit de Jésus. Sasa unifuate vizuri, utasikia kwamba Roho Mtakatifu ana majina mengi, na yale majina yote ni yake, na mashairi reference utazikuta hapo ambako ninaweka hayo mashairi. 5. L'Esprit du Père et du Fils changera votre comportement. Roho wa Baba na wa Mwana atabadilisha tabia yako. Haleluya. Hapa ni habari, ninashindwa kuleta maelezo sababu muda uko na kwenda. Kuna zile nitakuwa naruka tu, lakini ingine naongozwa roho na niseme kidogo. Nasema Roho atabadilisha tabia yako. Ni habari za mitume wanafungwa, na baada ya kufungwa, sababu gani tu? Sababu walikuwa wamemponya yule kiwete. Na acha nikwambie, katika hapa atabadilisha tabia yako. Tunamkuta Petro, mmoja katika upango wa kuhani mkuu, anatetemeka mbele ya wanamke kama wawili na bwana mmoja hivi. Anaogopa, nasema simjue huyo Yesu. Ndiye huyo ambaye anajifungia tena kwenye chumba cha ndani, wakiogopa baada ya Yesu kusulubishwa. Lakini hapa sasa wanawaleta kwenye kifungo, wanawatosha kifungoni, na wanawaambia tusisikie tena hata kidogo mnasema habari za yule Yesu. Petro akapata ujasiri, woga ikaondoka, mashaka yakaondoka, akawa na ujasiri mpya. Sema amina. Akawa courageux, audacieux. Na wakati anakuwa audacieux anasema, imetupasa sisi kumtii Mungu, wala sio kuwatii wanadamu. Tuliyoyaona peke yetu sisi wenyewe lazima tuishuhudie. Sema amina. Neno linasema wakatazama na wakauliza, Petro, hawa wanatoka wapi? Nini? Wakawaambia walikuwa pamoja na Yesu. Walikuwa pamoja na Yesu. Tulikuwa tunajua ni waillettrés. Tulikuwa tunajua ils sont des ignorants, ils sont parmi le peuple. Wanani wako wanasema wakuu wa dini. Lakini wanasikia ujasiri, wanauliza, wanawaambia walikuwa pamoja na Yesu. Jésus qui transforme, Jésus qui change. Semeni amen. De la peur à l'audace, de la peur au courage, de la peur au zèle. Semeni amina. Ndio lazima isikike kuna mabadiliko Roho Mtakatifu amefanya ndani yako. 3 sortes d'audace. Ujasiri wa kwanza, utakuwa na audace, ujasiri wa kwenda kwa baba yako, kwa maana umeitwa mwana. Na sasa unaenda kwa baba, huendi na oga wowote, unaenda huko na uhakika. Ujasiri wa pili, walio watakatifu wanapokutana, ujasiri wanakuwa nao, hata Roho Mtakatifu anasema ndani mwao. Na lakini wale tusio pamoja na wao, watuonapo na ujasiri wetu, hawawezi kutukaribia.
kwa maana Bwana ameleta utishio wa ajabu ndani ya kila anayeongozwa na Roho Mtakatifu, na walio katika giza, katika dhambi, katika hali yoyote wanatukimbia sana na wanatutoroka. Semeni amina. Ujasiri wa tatu ni kwamba unakuwa na ujasiri kinyume ya shetani. Audace contre Satan, audace contre le diable, kwa sababu Mungu amekujalia neema namna ya kufanya nini? Ya kumpinga shetani. Somo hilo tumeliona, sema amina. 6. L'Esprit du Seigneur changera votre ministère. Roho wa Bwana atabadilisha huduma yako. Ndio, lazima uielewe. Ni habari hapa za Stefano. Na wanasema kuna kuwa shida inatokea. Mitume wanasema sisi tutabaki kwa neno na maombi. Lakini mtuchagulie batu 7. Batu 7 wenye watafanya ile huduma ya kuwahudumia wajane. Miongoni mwa wale waliochagua mnatoka Stefano. Stefano alikuwa katikati kama vile tu muko tu pale. Kama tu vile muko. Watu ndio waliona ushuhuda wa Stefano. Huyu Stefano achukuliwe. Na Nikola achukuliwe. Na batu 7. Stefano akatoka mulaika, akatoka katikati ya watu kuwa laika, akaingizwa wapi? Akaingizwa kudiakoni. Akawa shemasi wa kwanza. Lakini kumbe ndani yake zaidi ya kuwa shemasi, mulikuwa huduma ingine ya uinjilisti. Semeni amina. Semeni amina. Bwana, hata unaketi katikati ya watu pale, kuna kile Mungu iko anaandaa juu ya maisha yako na juu ya huduma yako. Hata mimi ambaye ninasimama mbele zenu, huko zamani sana ningali kijana kama nyinyi, nilikuwa ninaketi katikati ya watu. Nikawa mtu mzima. Sikuingia hata kwenye makwaya kama mulivyo. Hapana. Nikaoa. Nilipofika hapa, wakaona huyu kijana anaweza kutusaidia kuuongozi wa vijana. Kuuongozi wa vijana. Njoo kwenye tulianzia pamoja na Pastor Albert pale, pamoja na Alexi, pamoja na Shebaba, tukawa viongozi wa vijana. Nyumba ya mbao pale. Na nyumba ingine tulijenga hapa. En 1994, le 10 avril, wakachagua wakasema, huyo kijana anaweza kutusaidia kwa pasteur. C'était le 10 avril 1994. Nikaombewa kama pasteur. Sikupitaka kubushemasi, sikupitaka kubuinjilisti. Nilitoka kiongozi wa vijana, mmoja wa kamati. Sikujente pale president. Mmoja wa kamati ya vijana, atatusaidia kubu pasteur. Semeni amina. Une année après, huyu ndiye ataongoza. Une année après, jambo lisilo la kawaida. Ule mtoto ataweza kuongoza ile kanisa kweli? Ule mtoto, ule kijana ataweza kuongoza ile kanisa kweli? Ule kijana ataweza? La grâce de Dieu. Chapa makofi makubwa kwa Bwana. Nataka nikwambie ya kwamba atakaye kubadilishia huduma, atakayebadilisha daraja ya huduma yako, siye mwingine kama Roho Mtakatifu
anayekuandaa wewe, anayekujua na ananijua, anayejua kila mmoja kuketi kwake. Sema amina. Roho nisaidie nimalize tu yote tu. 7. L'esprit du Père changera votre vision. Roho wa Baba atabadilisha maono yako. Hapa 7 tunakuta ni Stefano ambaye wamemchukua na wanamuua. Wakati wako wanapiga mwili mawe, neno linaonyesha Stefano hakusikia tena vile viko vinapita duniani, akaona maono. Akaona Kristo Yesu anaikala kuume kwa Baba na anaangaa sana. Akapanza sauti, oh, tazama, tazama mwana Mwokozi akiwa kuume kwa Baba katika utukufu. Ndiko wanapiga mawe. Takikia, oh Bwana, sikieni kanisa. Kama utalala uko naweka macho kuvya dunia, vya rohoni hutaendelea navyo. Vya dunia nasema tuna haki navyo, lakini havitachukua entere yetu yote. Hapana, hatutavokalize entere yetu, nipate hiki, nipate hiki, ndiyo nione kama Mungu ananisikiaka. Niet. Inua macho yako kuvya mbingu. Semeni amina. Naye anajua kinachokufaa na hautakifanyizia kazi sana ili uvipate. Akitaka kufungua mlango anabariki. Oh, hakuna hesabu. Sema amina. Wakolosai sura 3 mstari wa 1 mpaka wa 3 ndio inatuambia, soyons affectionnés. Tuwe tumependezwa sana na vitu vilivyoko juu, wala si vitu vilivyoko chini. Semeni amina. 8. Esprit de révélation améliorera votre esprit de discernement. Roho sura ya 8. Roho wa ufunuo ataboresha roho yako ya upambanuzi au roho ya kupambanua. Roho wa ufunuo atabadilisha na kutengeneza vizuri roho yako ya kupambanua. Ni habari za Filipo aliyekuwa pia mmoja mwa wale wa diakoni, lakini kumbe kunakuja persecution au kuuawa kwa wanafunzi, na Filipo anakimbia mpaka Samaria. Wakati anakimbilia kule, neno linasema akiwa hapo anakuta kuko yule Enike mtoashi. Baba asante. Anakuta yuko toashi wa Kushi de l'Ethiopie. Na roho Bwana anamwambia, kimbia kwa ule bwana. Kimbia. Anakimbia kwenye iko. Roho Bwana anamwambia, msikilize tu. Ule toashi iko na Torati, kitabu iko anasoma. Filipo anamwambia, je, umeelewa hivyo uko nasoma? Anasema, ndaelewaje? Sijui, kama sipati mtu wa kuniambia sitaelewa. Toashi anamwambia, ni habari za nani? Ni habari za mtu mwenye alikuwaka, au ni vya sasa hivi, au ni vya wakati gani? Ni nini? Akaanza kumupatia injili namna Yesu alikufa, kwa maana alimkuta yuko kwa Isaya 53. Yuko anasoma Isaya 53, le Christ souffrant. Anamwambia, anamuhubiri. Toashi akamwambia, kwa mwisho Filipo anamwambia, ukiamini tu na utabatizwa kwa maji mengi. Kweli ndio. Nini inanizuia nisibatizwe? Maji njo yale yako pale. Semeni amina. Toashi anashuka mugari,
wakati anashuka mugari, Filipo anamubatiza. Wakati anamubatiza, towashi anasema asante sana, anachukua njia yake kwenda Ethiopia. Roho wa Bwana anamkamata Filipo, anamunyangula muhewa. Chapa makofi kwa Bwana. Nini Roho wa Bwana hawezi kufanya? Tuna mengi ya kunena, lakini muda umepita. Semeni amina. Ya kenda, l'esprit de Dieu, l'esprit de vie. L'esprit de vie changera votre attitude négative et en attitude positive. L'esprit de vie changera votre attitude négative en attitude positive. Roho wa uzima atabadilisha hali yako ya kuona madhaifu, atayabadilisha kwa hali ya kuitika na kuona vingine vyote kuwa vinafaa. Semeni amen. Ici c'est le salut de Saul. Ni wokovu ya nani? Ya Sauli, aliyechukia sana wa Kristo, lakini alipokutana na Mungu akamgeuza. Sema amina. Anakutana na Mungu anamgeuza, badala ya kuchukia wa Kristo akabadilisha hali yake ya kuwapenda. Anania naye mule mtumishi wa Mungu, hapana Anania mke wa Safira, lakini Anania wa Damas. Anania vile wa Damas, Yesu Mungu anamtuma, wende uombee Sauli. Anasema Mungu, wapi kule unanituma? Kwa ule mwenye iko anaua ba Kristo, unapenda na mimi niende kufa? Aniue tu kiolela tu hivi? Mungu anamwambia, siye tena muuaji, nimemubadilisha kuwa chombo changu. Amefungwa upofu siku 3. Wewe fika pale umuombeye, na ukimuombea macho yake yatafunguliwa, atakuwa mzima na anaanza kazi yangu. Sema amina. Anania anaenda. Saa anafika pale, hamuiti tena eti muuaji, eti nani. Anamwambia frère Saul, ndugu yangu Sauli. Haleluya, haleluya. Namna ya kuangalia les attitudes négatives, hali za kuona madhaifu na kuishi madhaifu, zinabomoa sana ndoa nyingi leo. Lakini nataka nikwambie mama wala baba, Mungu akupe macho ya kukua kunaona mazuri ya yule ambaye unaishi naye. Hata iwe watoto wetu nyumbani, oneni mema wanayoyatenda watoto, hapana kuhesabu tu mabaya. Unapoona mazuri wanayafanya, wafelicite na kuwapatia kado, wapeni. Sema amina. Ndio, ukiona mke wako anikutendea mema. Sasa nilikuwa ninamwambia wa kwangu, umefanya vizuri sana. Asipatia babangu kambuzi. Patia babangu kambuzi. Sawa, usiogope, ndamupa kambuzi. Kesho mimi nenda angalia mzee wangu kadiri ya uwezo wangu. Mzee, uko pale? Mzee. Haleluya. Kwa nini kuhesabu mabaya tu? Kwa nini kuhesabu madhaifu tu? Haleluya. Haleluya. Hesabu na mema na utakuta ngisi maisha yataboreshwa kwa neema ya Mungu na kwa mkono wa Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunakuwa kuna namba ngapi? Ngapi? 10. Haya. 10. L'esprit de Christ transformera votre tradition, votre culture,
Roho wa Kristo atabadilisha utamaduni au mila au culture yako. Ndio. Kuna watu wameishi ndani ya tradition. Hapa ni Petro anakuwa katika dari na anaanza kuomba Mungu. Anaona Mungu anamuonyesha lungo moja, kwa hiyo lungo kuko wanyama wa miguu 4. Na katika mila, katika tradition ya Wayahudi, wakiona vile ni kitu ni najisi. Hawawezi hata kula, hawawezi hata kugusa. Na Mungu anamwambia Petro, hiyo kamata hivyo, kula. Alikuwa mafungo ya sana na anasikia njaa. Kamata ile, kula. Anasema, mimi Muisraeli, kitu kinatembea na miguu 4 chini hivi, nikule? Siwezi kula ile. Bwana anamwambia Petro, kile nilichokibariki na kukigeuza na kukitakasa, hapana kusema kama hawezi kula. Hii ninakuambia, Petro alikuwa anajua Roho Mtakatifu ni wa Israeli tu. Mungu anamwambia, shuka kwenye dari, kuna kuja watu ambao utaondoka nao na unaenda naye kwa Kornelio. Sasa bale banajisi bule bumanyama njoo ilikuwa sisi mataifa. Semeni amina. Njoo anatoka, alishapata confirmation ya Bwana na Roho Mtakatifu anambadilishia culture yake. Kuna watu ambao kwao tu mwanamke ni mwanamke tu, chini. Ni kweli kama kila mtu ana nafasi yake na lazima ishike, na kila mtu ana jukumu zake na lazima zitimize, lakini neno linatuambia ya kwamba soumettez-nous les uns les autres dans la crainte de l'Éternel. Semeni amina. Pamoja na kujua una yule wenjo kichwa, lakini elewa ya kwamba yule uliye naye ni mwenzi wako wa maisha, na unaitwa kutembea na yeye katika kumcha Bwana. Na neno linatuambia hata kumheshimu, muheshimu hata yeye ndiye anaitwa kukuheshimu. Vyote vikiingiana, upendo, kutii, kuheshimiana na kadhalika, na kicho hasa la crainte de l'Éternel, unakuta watu wanasimama vizuri na kila mtu anampatia mwenzake nafasi yake. Semeni amina. Bwana akujalie neema. Kulture yako ambayo haitembei na neno la Bwana, acha hiyo kulture. Haitawezekana ubaki huku na hauyaenda kule. Lazima uonane na uzungumuze na nani? Kama siye Kristo, nizungumuze na nani mwengine? Ni pole sana. Unawakuta hata wachungaji wako wanaenda kama kwa Muririma, kama kwa Timbirigiti, kama Njoki Mbirigiti, kama kwa nani, na wewe kijana, na wewe bangali banakuambia mupaka utaendaka. Pole sana. Quelle culture yenye kukupoteza. Ninasamini culture ya Urega, wanajenga manyumba kwenye Mumisonge, kwenye mchana, na wababa wanakuja, wamama wanaleta chakula, na wote wanakuja, wanafanya nini? Wanachangia pamoja. Culture de l'unité. Semeni amina. Ça j'apprécie. Mais umwambie kwenda kwa Kimbirigiti, na wachungaji wanaenda, na wanani wanaenda, mwende kwa Muririma. Siku mwana ingia ku village kule. Hapana, muda umepita. Hapana.
Tunasema yes. Antuka mulitesoka ba mama yangu kutokula kuku na mayai mwayumvire kweli kweli. Ona sasa mama wa leo iko na kuchapia kuku, anaanzia kwanza kwa mama anakukulia kuku leo ni ya kuchoma. Ya kuchoma bungapi? Mimi ndamaliza kangu. Kama wewe hutamaliza, mimi ndamaliza kangu. Ndio, kuna haki ya kula, kuna haki ya kujisikia unaboreshwa. Sema amina. Mungu akibariki anabariki, na akikupa chakula unakula kwa sababu ulayo ndio yako. Kumi na moja. L'esprit de grâce transformera votre regard. Roho wa neema ataboresha muangalio wako. Hata namna yako ya kuangalia. Hata namna yako ya kuangalia. Roho wa Mungu hutengeneza na kuboresha. Yesu we. Roho wa Mungu hutengeneza na kuboresha. Niende haraka sasa. Waliniambia nilikuwa haraka, lakini sasa mtanihurumia, ndenda tu haraka. Juu 28 yote lazima nihitaji. Sitaacha kitu. Nimalizie hapa, mkwe kusomea mu vitabu. Kweli? Juu sitaendelea, somo langu linaishia hapa leo. Wengine wataendelea kadiri vile Roho wa Mungu ataendelea kutusaidia. Semeni amina. Aïe, 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 aïe. Vraiment le temps passe. Kuko mwenye alikuwa kunitia masikio aseme tangu 20 ulikuwa haraka sana. Sasa mimi sifiki hata ku 20. Hawezi shangala. Yatosha niliisema kwa ibada ya kwanza yote. Acha basi niingie ku 25. Naingia ku 25, 26, 27, 28. OK. Permettez-moi s'il vous plaît. Naruka kule 25. L'Esprit de Dieu modifiera votre niveau de confiance. Ya. Mimi nashtakiwa banduku. Kweli kabisa ninashtakiwa. Nilikuwa kuduze 11, acha tu nitaje. 12. Roho ya unana roho ya uanana. Roho ya uanana itabadili maisha yako ya maombi. Roho ya wanana, katika roho ya wanana twalia Abba, yaani Baba. L'esprit d'adoption changera votre vie de prière. Par lui, nous crions Abba. 13. L'esprit de foi assurera votre vision. Roho wa imani atauhakikisha wito wako. L'esprit de foi assurera votre vocation. L'esprit de foi assurera votre vocation. 14. L'esprit de gloire changera votre autorité. Roho wa utukufu atabadilisha mamlaka yako.
Roho wa utukufu atabadilisha mamlaka yako. 15. Roho ya hekima na wa akili atakuwa mwenzi wako katika kuchukua maamuzi. L'esprit de sagesse et de l'intelligence sera votre partenaire dans la prise de décision. Ndiyo, ni Roho Mtakatifu na sisi. Mimi na mke wangu na Roho Mtakatifu. Mimi na mume wangu na Roho Mtakatifu. Mimi na mke wangu na watoto na Roho Mtakatifu. Tunaamua. Semeni amina. L'esprit de sagesse et de l'intelligence sera votre partenaire dans la prise de décision. 16. L'esprit de conseil et de force modifiera votre direction. Roho wa ushauri na nguvu atabadilisha maelekeo yako. Uko nafikiri utaenda hivi, Roho anaweza geuza hapana, kama vile alimwambia Paulo, hautaenda Troa uende Makedonia. 17. L'esprit de connaissance et de crainte. L'esprit de connaissance et de crainte convertira votre monde. Vraiment. Roho wa maarifa na wa kumcha Bwana atabadilisha au atazidisha ulimwengu wako. 18. L'esprit de sainteté remaniera votre compréhension. Roho wa utakatifu atatengeneza namna yako ya kuelewa. 19. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité retouchera les autres lorsque sa présence viendra sur vous. Roho wa kweli atagusa upya wengine wakati uwepo wa Mungu unashuka ndani yako. 20. L'esprit éternel améliorera votre esprit de responsabilité. Roho wa umilele ataboresha roho yako ya majukumu, kuchukua majukumu yako kama baba, kama mama, kama kijana, kama Mkristo, kama mshirika wa selile. Roho atabadilisha namna yako ya kukamata responsabilite zako katika vikundi. Sema amina. 21. L'esprit omniscient rectifiera votre manière de pénétration. Roho ajuaye yote atabadilisha namna yako ya kupenya na ya uchunguzi. 22. L'esprit omniprésent révéra votre commission d'affectation. Alléluia. Alléluia. Roho aliye mahali pote kwa wakati wote atachunguza maeneo yako ya utendaji kazi. Celui qui donne l'affectation, la commission d'affectation, hii inakuwa sana lugha ya walimu. Mwalimu kama tunampatia commission d'affectation afundishe hapa kuepe mwangaza. Kubali nikwambie hapa, nisimame kidogo tu. Kubali nikwambie, unaketi hapa, Mungu iko anakuandaa juu ya miaka. Kama nilivyosema, kwa wakati wangu sikufikiri, lakini elewa ya kwamba hata sasa Mungu iko anakuandaa wewe na commission d'affectation yako kwenye utamtumikia. Iko anaitengeneza na yenjo anaijua sana. Sema amen. Sema amina. Hakuna angejua kama Pasteur Patient hatutakuwa naye tena kama pasteur.
leo anakuwa Australia. Bwana amemwandalia. Mie najua niko mimba ya umisionari Australia. Sema amina. Nami namwambia Mungu wangu, fanya kwamba Pastor Patient awe halisi misionari wako kwa ajili ya kuendesha habari njema. Hakuna angelijua kama John Chishugi alikuwa mwinjilisti kijana tulikomalisha hapa, lakini ndio misionari wetu Kamerune Douala kwa mpango wa Mungu. Sema amen. En 2001 le pasteur Walter anatoka kwabo, anakuja hapa na Mungu anamuleta kwa habari zake za mandoa, lakini kisave nani alijua kama Walter ndiye atakuwa misioneri wa Sepak Philadelphia Mkukwe kwa Kikwit na leo kwa Kinshasa? Personne ne le saurait. Hebu wapendwa, acha nikwambie kama Mungu iko na kutengenezea wewe. Sema amina. Unataka nikwambie? Sikiliza. Unajua Faida Buranga, baba, she mama. Bangapi banajua Faida Buranga? Alikuwa hapa bibi ya Shemasi Luke pea sonami. Nataka nikwambie kama leo wamemwombea pasteur wa kanisa pa Australia. Ndio actuellement pasteur Faida Buranga. Chapa makofi kwa Bwana. Ndio. Ametengenezwa na anapokuwa kitumika huko, wao wanaruhusu kuombea wanawake. Walipochagua miongoni mwa wale ambao wakasema unastahili kuwa pasta wewe. Ndio. Tuseme nini? Tunakuwa na kijana wake Joseph Lutomzire ambaye ni pasteur. Tunakuwa na kijana Christian Zindula ambaye leo anaishi Bujumbura, pasteur. Tunakuwa leo na Baguma Apollinaire ambaye alikuwa engineer hapa diacre, lakini leo pasteur Kampala. Semeni amina. Tunakuwa na Depe ambaye alikuwa nani? Depe Jean-Marie Murula alikuwa nani? Pasteur kule Kampala leo. Sema amina. Tunakuwa na kijana Kainde Bagaza alikuwa tu mwimbaji hapa, leo evangeliste Kampala. Tunakuwa na nani? Tunakuwa na Dieudonné Mubake. Kwa wale walijua Dieudonné Mubake, alikuwa tu mtu hivi, nyumba yake ilikuwa pale chini. Leo pasteur Australie, anakuwa pasteur Australie. Semeni amena. Tunakuwa Ndagano, kijana Ndagano mwimbaji wa ushindi. Mufariji pasteur. Effectivement. Sema amena. Votre commission d'affectation est en train d'être préparée pour le monde. Si c'est en Afrique, tant mieux. Si c'est en Europe, kama ni Ulaya, kama ni Amerika, kama ni Oceania, kama ni Asia, chapa makofi kwa Bwana. Affectation yako Bwana iko anaiandaa. Sema amen. Hapana. Roho wa Mungu hufanya mambo makubwa. 23. L'esprit divin, Roho aliye Mungu ataongeza utendaji wako halisi kwenye maeneo ya jamii. L'esprit divin augmentera votre impact dans le milieu et dans la société. Kweli kabisa. 24. L'esprit éternel, Roho wa umilele atakuwekea matumaini yenye uhai na ya milele. L'esprit éternel établira votre espérance vivante et éternelle. Enfin, niende kumaliza. 25. L'esprit de Dieu modifiera votre niveau de confiance. Roho wa Mungu atabadilisha daraja yako ya kumtumainia Mungu. Ndio.
Kuna watu wenye daraja yao ya kumtumainia Mungu iko chini sana, lakini tunamkuta hapa. Oh, Paulo, nisome tu 26. Le Saint-Esprit multipliera les témoins de votre ministère. Roho Mtakatifu atazidisha mashahidi wa huduma yako. Hapa ni Paulo, wanampeleka, wanamtosha Yerusalemu, wanampeleka, wanasema mpaka aende Rumi. Sana fika Kaisari, anakuta mfalme Felix pale. Mfalme Felix anakuja kuonana. Mfalme Felix, kunakuja mfalme Agripa na Benize mke wake, wanakuja kumuona Felix. Wanamwambia, tunasikia habari za mtu moja hivi. Unaweza kunipatia ruhusa na mimi nimsikilize? Felix anasema, ndio, mimi ningali naye hapa. Kesho asubuhi utamsikiliza. Asubuhi wanaleta, Felix anaingia pale na Agripa anaingia pale na mke wake. Wanaleta Paulo, Felix anamwambia, je, unaweza kujieleza habari zako wewe ambayo uko naenda Rumi kwa ajili ya shida hii? Paulo anaanza kuambia habari mpaka Agripa anajisikia maneno ya Mungu yanamupenya. Njoo Agripa anamwambia Paulo, wewe Paulo, unataka kunishawishi na mie niwe Mkristo? Paulo anasema, hakuna ubaya kama ukiwa Mkristo. Katika Ukristo kuna uzima, katika Ukristo kuna afya, katika Ukristo kuna nguvu. Baadaye alipomaliza wakamrudisha tena Paulo. Agripa akasema na Felix, kama wasingekuwa walimutransfere Rome, maneno yake Paulo ishie hapa angefunguliwa kwa sababu hana hatia. Sema amina. Kubali ni kuambia ya kwamba Mungu atakuzidishia watemwe mashahidi wa huduma yako. Nilikuwa pale Ghana, Accra. Nilisikia wivu. Namuona mtumishi wa Mungu Doug Eward Mills ambaye leo ni mwandikaji mkuu wa vitabu ulimwenguni kote. Il semble être maintenant le meilleur écrivain wa Accra, Ghana. Na wakati kwa natoa hotuba yake, namsikiliza, ananiambia, leo Mungu ananiweka kwenye tope ya huduma. Haiko tena kufanya tu huduma kwa watu wote, lakini leo Mungu ameniunganisha hata na maraisi wa mainchi. Nimeishaenda kwa inchi fulani, anaonyesha kwa alipigiwa picha. Rais wa inchi fulani anapiga picha. Rais wa inchi fulani, karibu kama makumi ngapi. Mungu atakuzidishia mashahidi wa huduma yako, wa kazi yako. Sema amina. Na utawahesabu, utashangaa. Jina la Bwana libarikiwe sana. 26. Le Saint-Esprit multipliera. Njoko nilikuwa c'est 26, hein? OK. Ça 27, hein? C'est vile. 27. Je vais terminer bientôt. Le consolateur transformera votre chaos en paix. Mfariji atabadilisha maangamizo yako kuwa amani. Mfariji atabadilisha yaliyo maangamizo yako na kufanya kuwa amani. Hapa tunakuta ni Paulo anafungwa sasa na wanamutia mubato, na mwa ile bato mnajaa watu. Na wale wa gardien soldat nao wako mule na wafungwa wengine. Na sasa wanasafiri, wanaingia kwenye ocean. Kunakuwa uvumi mkali sana. Ukisoma pale banaita ule uvumi Erakilo, upepo mkali unavuma,
tembeza mashua kiasi ya kuzama. Paulo anasikia sauti ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anamwambia Paulo, sikia, hawa wote utafika nao mpaka Rumi. Hakuna ambaye atapoteza unywele wake kichwani, ingawaze uvumi mkali wote. Wote watafika kwa amani. Makofi kwa Bwana. Ndipo Paulo anasimama, anawaambia, enyi wandugu, watu wote mlio hapa, musiogope. Tumeishafanya siku 14 hatule wala hatunywe kwa sababu ya Herakilo. Lakini nawaambieni, pamoja na hii yote, hakuna hata mmoja atakayeangamizwa. Hakuna unywele wa mtu ambao utapotea. Sisi sote tutafika, tuko wazima. Kama mungenisikia mbele nililowaambia, haya yote yasingefika. Lakini sasa nawaambieni, tulieni. Tulieni. Haleluya. Na wewe nakwambia tulia. Vyenyuko naona kama ni kao mu maisha yako, chaotique. Tu traverses une situation chaotique. Il y a un Dieu, le Dieu de paix. Yuko Mungu, Mungu wa amani. Sema amina. Pale Mungu akafanya sijue nini, akakamata ile mtumbwi, ile mashua, wakajikuta tu wanakuwa kwenye kivuko. 28 chapitre, enfin. Le chapitre 28 ninaandika, le paraclet modifiera votre conflit en victoire. Msaidizi wako, muteteaji wako, tegemeo lako. Le paraclet, c'est l'aide, le soutien, l'avocat. Msaidizi wako, Roho Mtakatifu. Muteteaji wako, Roho Mtakatifu. Tegemeo lako, Roho Mtakatifu. Anatangaza kwamba vita vyako na mizozo yako ninaenda kuimaliza, nawe utaenda kupata ushindi katika jina la Yesu Kristo. Sema amina. Paulo anafika. Kubali nikwambie ya kwamba en conclusion, kwa mwisho nikwambie, hakuna lisilowezekana. Hakuna liwezalo kuingia kwa nafasi ya uhusiano wa kipekee na wazati na Roho Mtakatifu. Anatumika kwa uwezo katika maisha ya watu anaopewa. Mpendwa, unahitaji kujua kwa dhati kwamba Roho Mtakatifu anatamani sana kushirikiana na wewe. Sikia, umruhusu sasa abadilishe maisha yako, abadilishe masikio yako, abadilishe usemi wako, abadilishe hotuba yako, abadilishe maono yako, abadilishe matendo yako, abadilishe kila sehemu ya utu wako, nawe utakuwa umebarikiwa. Anza tangu sasa hii na utende. Uwepo wake ndani yako, kubali nikwambie, umwache
abadilishe maisha yako, na utashangaa na utamtukuza Mungu na utamsifu, kwa maana anatamani sana. Pentecost sio maneno, sio historia, ni maisha ya kila siku. Bwana atubariki. Amen. Haleluya. Yale makofi ni machache kwa Bwana ambaye ametufanya kwamba tuwe jinsi tulivyo. Twasema ndio. Bwana wetu awabariki, tena awabariki sana, na jina lake na litukuzwe. Simama kwa miguu yako miwili hata tupate. Oh, haleluya. Utamwambia Bwana, nisaidie, najiacha kwako. Roho wa Mungu niongoze, nibadilishe kwa tawi zote unazotaka. Wengi unajua tawi ambazo zimetajwa na uko nako madhaifu, utayataja pale, Mungu akuboreshe. Semeni amina. Karibu kwa maombi ya kila mmoja wetu. Karibu kwa maombi. Fungua kinywa chako, jiombee, kwa maana ni Roho Mtakatifu na wewe. Haiombe kwamba mpaka nikuombee mimi, lakini maisha yako mwambie Roho Mtakatifu ayatengeneze, tena ayatengeneze sana, hayatengeneze tena, yatengeneze kabisa. Haleluya, 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 haleluya. Anitengeneze tena mimi, anitengeneze kwa hatua zote, anitengeneze, anifae tena kuwa mwenye kumfaa. Akufanye wewe kuwa mwenye kumfaa, atengeneze ile relation intime avec le Saint-Esprit. Il le veut beaucoup. Anataka sana kama ule uhusiano wa dhati upate kuwa nao, naye akuongoze na akuongoze daima hata tutakapokwenda kwetu mbinguni. Bwana na atubariki. Sema amen. Haleluya. Tuketi basi, twende tumalize ibada yetu. Katika kushukuru juu ya uvumilivu wako, tunafika mwisho wa ibada yetu. Na katika kufika mwisho wa ibada yetu, tunasema asante Injili kwaya, Bwana wabariki. Asante Tumaini kwaya, Bwana wabariki sana. Acheni basi tukumbushane haya. Mashemasi, tukiondoka mnakuwa na renio yenu, msisahau nyote. Akina mama nyote mutashuka kwa darasa hapa ya Institut Msaada. Ina maana mama, hautapita kwenye mlango huo. Yule ambaye atapita pale, na ikiwa wewe, mimi siko, lakini garçon, fille na papa njo mwenye batapita kumulango. Wewe ukipita, manake unajitia mumoya katikati ya bale batatu. Sindi, njo kweli. Unashuka huko, msikie habari za akina mama. Asante sana, hili shapita. Tunataka kukumbusha juu ya kazi tuko nayo ya service media. Kama vile tulisema, tayari tumepata matelevisions, lakini sasa gharama na jengo ambalo vijana wetu watakuwa wanafanyizia kazi. Tunashukuru sana kwa wale wote walipita kwenye office, lakini bado tumepita kizaifu, tungali mbali sana. Hatuyaeneza hata nusu ya pesa tunahitaji. Kwa hiyo basi, wewe ambaye haujapita, pita tena. Na wewe ukijisikia kama unaweza kuongeza tena, pita, kwa sababu bado tungali mbali sana. Kwa hiyo mlango unaendelea kufunguliwa ili tupate kutimiza hiyo kazi. Tunasema wageni ambao mlitutembelea, tunashukuru sana. Tukiondoka kwa ibada, unaketi kwenye kiti kirefu pale mbele, na kutakuwa watumishi wa Bwana watakuelekeza mahali utaketi kwa dakika chache mbele, unarudi nyumbani. Basi, katika kuondoka kwetu, tukubaliane kuonyesha harusi
za vijana wetu ambao Bwana amewafungulia milango ya ndoa. Nitaomba culte de jeunes itatuhurumia kidogo kabisa. Hatuwezi kutoka bila kuonyesha hao wa vijana. Tuage tu hivyo? Hapana, kweli. Jibu inakatala. Haiwezi wezekana. Vijana watatuhurumia. Culte de jeunes. Kwanza na ni vijana wenzao. Tunaianzia tu hapa culte de jeunes. Bwana Yesu asifiwe. Tuna ndoa 3 za kuonyesha. Tunaanza na kijana wetu ambaye anatuletea binti, na kisha tutaonyesha mabinti wetu ambao wanaenda kwa makanisa ingine. Tunaanza na kijana wetu anaitwa kwa jina la Karikalembu Chiruza Jacques. Et Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Papa Jacques, que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. 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 Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Kipenzi cha Jacques ni Dina. Dina Mshagalusa Dorcas. Akisema Kutoka kwa takubariki, kanisa la Sepak Upendo Bolokat. kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Akisema takupa mume, hakuna atakaye katika, kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Akisema takupa ndoa, hakuna atakayezuia, kwani yeye ndiye Mungu mwenye harusi zote. Mwenye baraka zote. Tunakuwa na binti wetu anaitwa kwa jina la Esther Sifa Murabazi. Que Dieu vous bénisse. Dada Esther, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ah, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ma fille Esther Sifa amependwa na kijana aitwaye kwa jina la Fiston na Luganda Kasagara kutoka William Sepak Betania Mulengeza. Karibu. Je serai couronné, je serai couronné après ces combats. Je serai couronné, je serai couronné après ces combats. Fiston couronné, ta
kama mungelala hata hapa. Acha tuniite wa mwisho wa tatu. Anaitwa kwa jina la Esther Ashuza Ntamwenge. Akisema atakubariki, hakuna atakayezuia, kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Akisema atakupa heshima, hakuna atakayezuia, kwani yeye ndiye Mungu mwenye heshima zote. Atakubariki, hakuna atakayezuia, yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote zote. Ndiye Mungu, kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Mungu mwenye Ma fille Ashuza Esther amependwa na kijana aitwaye Olivier Mushagalusa kutoka Sebeka Panzi. Je serai couronné, je serai couronné après ce combat. Je serai couronné, je serai couronné après ce combat. Moi, je serai couronné, yeah, yeah, yeah. Je serai couronné après ce combat. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Tena Bwana Yesu asifiwe. Tumshangilie kwa makofi makubwa. Afunguaye milango ya baraka kwa ajili ya vijana wetu wa kike na wa kiume. Oh Mungu Mwenyezi, yeye tu ndiye atendaye mambo kama haya. Jina lake libarikiwe. Haleluya. Nasema mabinti, pokeeni ndoa zenu katika jina la Yesu Kristo. Nasema wavulana, kwa mamlaka ya Roho Mtakatifu, pokeeni ndoa zenu katika jina la Yesu Kristo. Semeni amen. Tunawaonyesha hawa vijana kwa malengo mawili makubwa. Moja, kuwaombea. Jitahidini sana kwa hawa ambao unawafahamu, taja majina yao, hata Mungu anaweza kuwasaidia kila wamoja wafike siku ya karamu yao. Si ndio? Ya pili, nauliza kanisa, hawa mabinti zetu Esther Sifa Murabazi na Esther Ashuza Ntamwenge, mnakubali kanisa kwamba rekomandasyon zao tuzitume kwa kila mmoja kwa kanisa ambako anaweza atenda barikiwa ndoa? Aha. Alafu kwetu sisi, mnakubali kama ndoa ya Jacques pamoja na mafie Tina, mnakubali tuibarikie hapa? Asante sana
Kwa yule ambaye anaweza kuwa na neno juu ya Jacques au juu ya Dina, akuya tuone. Tusipopata neno lolote, ndiyo yenu tutaitimiza, kwa maana hii ndoa itabarikiwa hapa. Semeni amina. Semeni amina. Acha basi tuone wale wote ambao wamemsindikiza binti Esther Ashuza Tamwenge. Wow. Asante. Naona mama Floride. Asante mama, barikiwa sana. Na Mungu akupe tena afya na wingi wa siku. Papa Marcelin, Pepea, asante baba. Na wote ambao wamemsindikiza Papa Marcelin. Oh, na kwaya yote ya Tumaini imesimama. Wow. Ni mwanakwaya Asante na mubarikiwe na Bwana. Tuone basi benyi balikuwa banasindikiza ndugu yetu Olivier Mushagalusa, mchumba kipenzi cha Esther Ashuza. Wako wapi? Pepeeni. Asante wapendwa, mpepe yetu hivi. Asante wapendwa, mbarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tuone basi benyi balisindikiza. Yo, mjukuu wangu, mjukuu. Banduku, Mungu ni mwema sana. Kwanza kubarikia mandoa za watoto ambao ulibarikia ndoa zao. Si wajukuu wale? Mungu mwema. Mungu mzuri sana. Pastor Albert, mzazi tate wa mtoto. Huyu ndio alikuwa parrain wa wazazi ya binti Esther Sifa Murabazi. Sifa Murabazi, bazazi biko wapi? Evangeliste Murabazi Muta pamoja na mama Chikala. Haleluya. Na wote waliosindikiza jamaa la Muta, wote waliosindikiza Sifa. Oh, haleluya. Semeni amina. Tate, sawa. Bwana amekubariki bwana. Kipekee sana. Semeni amen. Tuone basi benyi balisindikiza frère Fiston na Luganda Kasagara kutoka 8e Sepak Betania Mulengeza. Waliomsindikiza wasimame katika kupepea. Asante mpendwa. Asante sana. Semeni amina. Et enfin, waliosindikiza ma fille Dina Mushagalusa Dorcas. Wanaweza pia kusimama. Oh, asante sana wazazi. Asante sana wandugu. Asante sana marafiki. Semeni amina. Et enfin les boss. Benyi balisindikiza boss wetu. Aya, mpende ni muite boss. Jina yake ni ajabu. Karikalembu Karakubwane Mpusi. Manake kamuti kakuregea kenye kiko flexible. Sa baridi na kuya kanaenda hivi. Baridi na waze na kavunja. Sa baridi na pita inanyanguka. Inakuya huku inalala hivi. Kisha inanyanguka. Inasimama. Sema amina. Yes. Aiko vile jajaki. Njo karikalembu karakubwa. Chiru mukazi mulembu. Sana tenda mema. Mana mukazi. Semeni amina. Amen.
Mafie dina olembe mama, gendo olembe mwali wani. Peti yangu Jacques, yafana una lemba. Semeni amina. Wanani walisindikiza Jacques? Wasimame kwenye wako. Haleluya. Semeni amina. Semeni amina. Bwana atubariki. Amen. Mnaweza kuondoka background na mnakamata njia mara moja mnaenda. When Jesus says yes, nobody can say no. 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 Hey, nobody can say no. Nobody can say no. Hey, nobody can say no. Nobody can say no. Ah, nobody can say no. Nobody can say no. Hey, nobody can say no. Ah, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Et 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 personne ne peut dire non, non, non. Non, personne ne peut dire non. Peut dire non. Peti yangu naendelea kuimba, bajani wenzako watakumaliza hapa. Saa ya ibada sinafika, naisha pita. Tusimame tuagane. Asante sana vijana kwa kutuvumilia. Asante sana wote ambao wamevumilia mpaka mwisho. Nasema Mungu ninayemtumikia awabariki. Mungu wetu wa mbinguni awape Pentekoste ya baraka, ya mafanikio, ya amani, ya kuinuliwa, ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Semeni amen. Tateno we kuya baba ulagi hapa ku Pentekoste. Mungu mwema sana baba. Mwema sana papa. Amen. Amen. Mungu ni mwema. Mwema sana. Amen. Amen. Pendo la Mungu Baba, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu ufuatane na kila mmoja wetu kwa amani ya leo. Amen. 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 Yes. Mungu ni mwema. Alongola kasoni Nzambe alole asala kanangonga na tango na ye. Alongola kasoni Nzambe alole asala kanangonga. Alongola kasoni ya bomoi na yo. Soni Nzambe alole asala kanangonga. Alongola kasoni ya maladi na yo. Soni
Zerubbabel Konga.